Na ushawahi jipata unajaribu kutorokea jambo lakini bado linakufuata? Unajaribu kujificha, unajaribu kulikataa, lakini bado ndilo hili. Nataka leo tuzungumzie ishara 5 ambazo zinaweza kukuonesha kwamba Mungu anakuita kwa huduma yake, na ni wakati uache kung'ang'ana. Surrender yourself, sababu ile force unajaribu kung'ang'ana nayo mwanangu, huiwezi ng'o. Na hivyo upangapo vita na uone your opponent ni mzito na amejipanga vizuri kukuliko, badala ya kupambana sana ili hali huendi popote, ni vizuri kufanya amani mapema. Jambo la kwanza ni uhisipo kule kuchomeka, yani ni kama vile uhisipo kujikuna mahali na unajaribu kuvumilia lakini haivumiliki. Uhisipo kule kuchomeka kwenye huwezi puuza, basi hiyo ni ishara tosha kwamba Mungu anakuita kwa ile kazi. Na jambo la pili ni upatapo kwamba Mungu anasubua amani yako, kuridhika na kutulia kwako. Yani God disturbs your comfort zone. Ni kama vile mtu awashapo taa wakati umetulia, ukiwa umelala, unajaribu kulala, anawasha tena, unamuonya, anazima, ukijaribu kulala tena, anawasha tena. Huwezi puuza lile, itabidi ufanye kitu. Hivyo ndivyo utahisi iwapo umeitwa katika huduma. Jambo la tatu ni litiwaro muhuri lenye unahimizika ndani yako, hivi kupitia maandiko matakatifu, kupitia watu na vile vile kupitia hali. Kama venye nimetangulia kusema, unaweza kuwa huna amani ila tu wakati unahudumu katika eneo husika, na wakati mwingine utapata ni kifungu, yani a verse. Kila ukisoma Biblia, kila ukitafakari, jambo lile lile linakaa likikuongelesha na kukuhudumia kwa njia kubwa. Inaweza kuwa ni mtu ambaye amekuwa akikwambia unahitajika uwe unahudumia Mungu kwa hii nafasi. Huenda ni ushemanzi, kwa sifa, kuabudu, huenda ni kuhubiri, kupeana na kuhudumia Mungu na mali zako. Huenda ni huduma ya aina yoyote ile ambayo bila shaka unaambiwa hili jambo unaliweza Bwana. Hata hujawahi kuwa ukihubiri, lakini unasikia watu wakikusalimia, habari yako mchungaji, hujambo kasisi, na unasita kidogo na shido, mimi kasisi. Kwa mikutano unasikia hii nafasi, hebu tupe mchungaji atuombee. Unashindwa, lini nikawa mchungaji mimi? Ukijipata katika ile hali ambayo watu wanakaa wakipiga muhuri jambo ambalo hata hauko, lakini wanaona unaliweza. Wengine wakuita mwalimu na hujawahi kuwa ukifunza, unaitanishwa na ile taaluma, unaitanishwa na ile huduma. Kuna uwezekano mkubwa Mungu anakuita kwa huduma yake. Jambo la 4, hili hutalipenda sana lakini pia ni ishara, huenda ni Mungu anakuzungumzia. Na hapa ni upatapo kwamba kuna upinzani mwingi, kuna vita nyingi ufanyapo jambo lile. Ndio, unalifanya vizuri, watu wanafurahia, watu wanasaidika, watu wanakombolewa, lakini kuna watu watakupiga vita, na wakati mwingine usipokuwa unaelewa, unaweza dhani iwapo unapitia ile changamoto na vita zingine zenye kuuma moyo,
basi huenda Mungu hataki nifanye hii, huenda sijaitwa kwa hii huduma, lakini wajua nini? Iwapo umeitwa, lazima Mungu akujaribu. Sifikirie Jona alikuwa anapotea sababu nini? Alijua akifika Ninawi, bila shaka kichwa itaenda. Lakini Mungu amemtuma huduma huko, na ndio Jona akaangalia akaona hapa ni kutoroka, lakini kama ni ya mwanadamu utafaulu kutoroka, lakini kama ni ya Mungu bana, atatafutana na wewe. Kila ukipiga kona unampata, ukipiga ingine unampata, mpaka ukubali kuingia katika laini yake. Mwito uko na vita zake tena kali, lakini uwapo katika upande wa Mungu, hata zile vita zikija bado utapenya. Na sasa tuangazie la 5 tena la mwisho, ubadilikaji wa matamanio. Chenye ulikuwa unatamani hapo mbele kimebadilika ghafla, na sasa unachokitamani ni kingine tofauti kabisa. Kama vile wamkumbuka Paulo, alikuwa mtesi mkubwa wa kanisa, lakini Mungu alipomwita kwa huduma, ghafla akabadilisha nia zake, matamanio yake, na kujituma kwake kukawa sasa ni upande mwingine, kinyume kabisa na chenye alikuwa anafanya awali. Na hivyo basi, ujipatapo katika ile hali ambapo umebadilika ghafla, chenye ulikuwa unatamani, mambo yenye ulikuwa unaona raha ukiyafanya, huyaonei raha tena, huyafurahii tena, haikupei amani na utulivu wa moyo tena, kuna uwezekano mkubwa Mungu anakubadilisha, anakuita katika huduma yake. Hivyo basi, hayo ni 5 ambayo bila shaka yanakuwezesha kujua, are you being called to the ministry or not? Kulingana na Mathayo 22 msururu wa 14 ni kwamba wengi wameitwa, lakini wachache wamechaguliwa. Hivyo basi, iwapo Mungu amekupea privilege ya kuwa mmoja wa wenye sio tu wameitwa, bali hata amechaguliwa, ni vizuri sana kuichangamkia ile nafasi, kwani si ya kila mtu, ni ya wachache waliochaguliwa.